Sofia. Ambi. Unajua siku leo nimependa sana. Unishindi mimi. Ukweli nataka niende lakini sitamani kuacha hapa. Kumbuka una mume wako yupo anakusubiri nyumbani. Ushaanza. Unamzungumzia nani sasa? Mimi nipo na wewe. Habari za wewe mwanaume zinaingilianeje hapa? Mimi nakutaka wewe. Sofia, najua hilo, lakini lazima tumheshimu wale yuko nyuma yako. Kwa una maanisho nipende? Nakupenda. Sasa lakini lazima tumheshimu pia. Mimi nakupenda wewe. Habari za wewe mwanaume achana nazo. Kikule nimependa sana. Yaani umenipa kitu ambacho sikutarajia. Lakini nimepata kitu ambacho kimefanya moyo wangu niendelee kukupenda zaidi. Yaani hapo tu ndo unaponipaniza kwa sababu wewe mwanaume mwenyewe hana hivi vitu jamani. Naomba uniahidi. Mimi nakuahidi kuwa na wewe milele. Popote unaponihitaji. Kweli? Nitafute. Unajua kati ya wanawake hapa kijijini, kiukweli kabisa nimetokea kukupenda. Hivyo nakupenda basi. Zaidi. Naomba usiniumize. Sofia, hivi kweli kabisa mke wangu unanipita kabisa hapa hata bila kunisalimia? Wewe mbona una kelele sana wewe? Mbona una kelele? Mke wangu, kumbuka kwamba umeamka asubuhi umeniacha mimi bado nimelala. Sasa umerudi hapa naona hata unaingia ndani, hata uniongeleshe. Kuna kitu ambacho mimi nimeukosea labda? Kuna ubaya ukinianza. Kwa hiyo umeambiwa kwamba mtu anayetoka akirudi ndio mwanze mwenzie aliyebaki, si ndio? Lakini Sofia, kama kuna kitu ambacho mimi nimeukosea, ni bora tu kaniambia. Kuliko kuwa unaamka asubuhi unaninunia. Mimi nimeukosea nini jamani? Mbona umebadilika ghafla? Kwa nini mwanzo kuwa hivyo? Hata kama nimeukosea Sofia, unisamehe na mimi ni binadamu. Tatizo hizo kelele zako. Yaani nakuchukia wewe mwanaume wewe. Sofia, unaposema kwamba unanichukia, nimeukosea nini? Lakini pia mke wangu, jaribu basi kunifikiria. Na mimi ni mwanaume. Leo wiki ya pili, mke wangu, hujanipa chochote. Hivi kweli? Nimekwambia naumwa. Si uendelee kusubiri. Umeona kwa king'ang'anizi? Lakini mke wangu, hata kama kweli unaumwa unashinda hata kunionyesha hata kidogo kweli. Siku nikipona. Elewa Kiswahili. Hivyo mbona alishamba hivyo? Tambua kabisa kwamba mimi ni mtoto wa kiume na tendo la ndoa ni kitu cha muhimu sana kwangu. Unapoendelea kunipania mke wangu, tu kwamba unanipa hata chance ya kwenda pembeni. Nenda kama umetaka kwenda. Si ndo tabia zako hizo? Unitishie kwenda? Hivi kweli? Hapa mtaani kwa jinsi mimi ndivyo msanii mkubwa, kila mtu anatamani kuwa na mimi. Jamani, kuona mimi niwe natembea kwa kichwa kimejaa kwamba nina msanii. Msanii bongo. Hela gani unayoleta kutoka kwenye huo usanii?
Hivi rafiki yangu Musa, unajua ni kama wiki mbili mke wangu simuelewi. Hivi inawezekanaje unakuwa na mwanamke ndani wiki mbili ya kupatia tendo la ndoa? Wewe umeshamuuliza kwa nini akupatia? Yaani sababu anazoniambia hata sio za msingi. Eti ananiambia kwamba anaumwa. Wanawake wanakabiliwa na mambo mengi sana. Sasa kuna mambo mawili tu ambayo mimi naweza nikakushauri katika hili. Anaweza akawa anaumwa au yupo kwenye siku zake zile mbaya akakunyima. Si kwa lengo baya, lakini tu ni kwa sababu ya jinsi walivyoumbwa. Lakini cha pili, pengine labda haumulizishi. Hapana. Musa, kuhusiana na swala kumridhisha mke wangu, mimi namridhisha na anaenjoy. Na anafurahia mapenzi. Ila sema hizi wiki mbili mke wangu amebadilika mno. Sasa hivi ananichukia. Sisi kwa nini ananichukia mimi? Hata sielewi. Temba, mimi sina cha kushauri sana juu ya hilo kwa sababu yule ni mke wako. Hivyo basi kama yuko katika hali hiyo, mvumilie. Ndio. Sasa unataka kufanya nini? Sasa tamvumilia vipi ndugu yangu? Kama unavyojua kabisa kwamba sisi wanaume wiki mbili tu ni nyingi mno kukosa tendo la ndoa. Temba, yule ni mke wako. Anyway, kuna sehemu naelekea sasa hivi. Hebu tutaonana muda mwingine tutajadili hili kwa kina. Sawa Naomba nielekee huko. Lakini yule ni mke wako, mvumilie ndugu yangu. Sawa Musa. Lakini jua kabisa ndugu yako mimi ndo nakabiliwa na hayo maswala. Pole sana. Mvumilie. Sawa. Vumilia, wewe ni mke wako bana. Sawa Musa. Haina roho. Ila rafiki yangu Musa ana akili sana. Kamba nivumilie. Vumilia, vumilia Tempa. Vumilia, vumilia Tempa. Mke wako Sofia nakupenda sana. Mke wako Sofia nakupenda sana. Hata mimi Tempa nakupenda sana mke wangu. Wiki mbili tu mimi nitakuvumilia hata usijali. Hata mimi mmeo Tempa nakupenda hivyo hivyo. Japokuwa unipi. Katika maisha yangu, wewe ndiye umefanikiwa kuteka hisia zangu. Wewe ndiye asali wa moyo wangu. Nimeficha hizi hisia kwa muda mrefu, lakini nimeshindwa kuvumilia. Temba, katika hiki kijiji wewe ni zaidi ya wote. Nakupenda sana. Na kuona wewe mwanaume sahihi kwangu. Na kuomba usomapo barua yangu, kubali ombi langu. Nifanye niwe wako. Nakupenda sana Temba. Nimekumisi mwenzio bwana. Sofia, unajua itakuwa tu makini sana. Haya mazingira sio rafiki. Hilo ndo tatizo lako sasa. Sawa. Mimi sijui ratiba yake. Na hii njia anapita mtu yeyote, hata yeye anaweza kapita pia katukuta tumesimama kama hapo. Yule ni mwanaume wangu mimi. Kwa hiyo ratiba zake zote nazielewa. Sawa, ni mwanaume wako wewe. Mimi sio mwanaume wangu. Wewe unajua ratiba zake. Unaelewa? Hii njia anapita muda wote. Sawa, wewe hujui saa ngapi muda gani atapita hapa. Nielewe. Mimi nakupenda. Siwezi nikakuweka matatizoni. Tuende bwana mwenzio, mimi nimeshamisi mambo yako. Kweli Ila hata mimi nimemiss pia. Kwa hiyo sasa tunaenda. Na hii njia anapita mtu yeyote, hata yeye anaweza kapita pia katukuta tumesimama kama hapo. Ni hatari. Mimi nakupenda na siwezi nikakuingiza matatizoni. Nimekumisi mwenzio. Hebu usiwe hivyo. Mbona unakuwa hivyo lakini? Kwa hiyo ndio hivyo sasa shemeji.
Sawa. Sawa shemu. Kwa uzingatia bwana. Bwana kaka analalamika sana bwana. Hebu Mume wangu uzingatie. Anatemba? Bwana Musa. Mume wangu huyo. Mambo vipi ndugu yangu? Safi bwana. Kwema kabisa. Nimekutana na shemeji hapa. Ndio. Kidogo nikawa namuelewesha ile swala. Yale maswala yetu. Tunazungumza. Bwana. Kweli kabisa. Amenielewa? Kanielewa. Sofia, umemwelewa? Kabisa. Ndio hivyo bwana, ndio unajua sisi wanaume bwana. Tunataka kidogo wanawake madujali. Si ndio hivyo bwana Musa? Kabisa. Nimeshamueleza na yeye amenielewa. Kwa hiyo nafikiri kuna mabadiliko makubwa yanaenda kufanyika sasa. Sawa. Kweli kabisa. Kabisa. Umemwelewa lakini bwana Musa. Nimemuelewa. Vizuri kabisa. Basi jambo zuri. Sasa mimi waache bwana. Sawa kabisa. Hii kitu kimoja bwana. Mambo yameisha haya. Ndugu yangu bwana Musa wewe. Unajua mimi wewe na ukubali sana sababu wewe ni msomi wa kijiji. Imeisha hiyo. Imeisha hiyo. Ndio. Baadaye. Safi kabisa ndugu yangu. Msomi wa kijiji. Bwana. Baadaye bwana. Yaani wewe nikimbia mpunga. Na kuna madebe 7. Haina mambo. Unajua mke wangu bwana, katika watu ambao na akili katika kijiji. Huyo Musa. Ni kweli. Na ndio maana mimi sijawahi kuchagua rafiki ambaye hana akili. Rafiki mjanja. Na huyo ana akili kabisa huyo. Si umemwelewa lakini? Kabisa. Alivyokuambia. Na mambo yake yako vizuri. Kila kitu kwa kuanzia sasa hivi kama kawaida. Jangu. Kwa hiyo usaidie na kuchota maji. Twende. Au vipi? Twende mama. Umemwelewa kabisa bwana Musa. Kabisa, yani nishamuelewa mambo yake yote. Umemaliza? Kabisa. Kwa sasa hivi fresh. Wewe nani? Yaani nasikia harufu ya mtu ambaye simpendi. Hebu toka huko bwana. Hivi baba nikwambie nini? Mbona iking'ang'a? Yaani sikupendi nayo minywele yako. Sikupendi. Ingia taratibu bwana. Nishakwambia sikupendi wana na mbicho wake huu. 3. Tambua kama nakupenda sana. Naomba unielewe. Si kama mimi kufuata wewe au kukutana wewe hapa kwamba labda nimeona tu labda nikuenjoy. Hapana. Siku nyingi sana kutafuta lakini tu ni bila hatujakutana. Wewe. Hebu naomba ondoke. Sidhani kama ulikuwa na miadi na mimi hapa. Toka hapa, ondoka basi. Naomba usikie. Hii zawadi yako 3.
Fanya hivyo. Sitaki miela yako, sitaki. Usiniache. Nisakwambia sikupendi, ondoka. Una nini lakini? Nitaki mimi. Naomba pokea pesa. Sitaki, hata pia pesa yako sitaki. Ondoka. Ondoka. Poa. Toka huko. Hapa kijijini mimi watu wananikubali. Hata ni hapo. Nakupata tu. Hivi Sofia, kuna jambo gani ambalo unanificha mimi? Watu umetoka kule vizuri umeongea kabisa kwamba umeniambia wewe na Musa mmezungumza mmemaliza. Sasa mbona bado ni yale? Kuna jambo gani ambalo unanificha? Tatizo lako wewe ni king'ang'anizi. Sasa huko kulikuwa ni kuniomba kulazimisha. Kukulazimisha vipi? Mimi nakushika tu, nakushika utaki nikushike. Wewe si ni mke wangu kabisa wewe. Na ni mke wa halali kabisa, nimekutolea mpaka na ng'ombe. Wewe swazi wako amepokea ng'ombe. Utaka niseme madhaifu yako kwa yule? Nilisema hivyo ili aondoke pale, kuepusha lawama. Wewe unataka kumaanisha mimi na madhaifu, si ndio? Yaani kuna muda natamani nikupe, lakini ukinisogelea nahisi kichefuchefu. Hey. Yaani umenishawishi vizuri kabisa, umeongea bana. Tumezungumza na Musa, tumeamaliza haya mambo. Sasa sikiliza, mimi sitaki kelele. Nitakupa usiku. Hivi Sofia unanichukuliaje mimi lakini? Mimi nikupende vipi wewe mwanamke, mimi nikupendeje? Mama, nikuimbie tu nyimbo, bado umebahatika umepata mwanamume msanii. Bado unanikazia. Mimi si ndio nimekwambia nitakupa usiku. Kama utaki basi. Sawa. Mimi nimekuelewa, hamna shida. Tasubiria hiyo usiku. Lakini leo usio unanifanyia hivyo. Sasa najua mimi kwamba kwenye kijiji mimi nakupenda wewe tu. Sina mwanamke mwingine. Sawa. Twende ndani sasa. Nini? Twende ndani. Wewe naijua hiyo. Nenda mwenyewe. Kwani gita langu liko wapi? Lipo ndani. Twende ndani. Eti nikupe. Utasubiri sana. Sofia. Sofia. Sasa unaenda wapi huko? Mwanamke huyu. Tatu. Wewe ni binti ambaye nakuelewa sana hapa kijijini. Na usione mimi nakufuata mpaka kwenye mazingira ambayo ni magumu. Si kwamba sina kazi za kufanya. Ni vile mimi nakuelewa na ninakupenda, lakini pia nina hisia na wewe. Mambo nielewe. Chochote kile ambacho nakihisi kwamba kwangu hakiwezi kupatikana, amini kwamba kinapatikana. Japokuwa haiwezi kukizi moyo wako unavyotaka kwa wakati mmoja. Hivyo kaka, nikwambie nini ili unielewe? Yaani labda unataka nifanye nini ili neno langu ulielewe? Sisi kwamba sikutaki. Sikupendi jamani. Ama tuelewe nini? Hivyo basi ni mtu mzima. Sasa hayo yametoka wapi? Kipi ambacho kwangu nakosa? Sema basi, nataka nini? Nifanye. Ninachokitaka. Yaani ninachokitaka. Ukae mbali na mimi. Usinizoee. Yaani unatazama binti wengine ila kwangu hapa. Ukome. Yaani ukome na ukome tena, unasikia Kwa hiyo uliona ukibijia hapa, usijui ndo umekunja vishati. Hebu kati hivi binti vyote huko kijijini, ila sio mimi. Kwangu hapa kwa na mipaka, sawa Naomba ujiheshimu na ujishikilie. Tatu, naomba usinifanyie hivyo. Hebu toka bana. Niangalie kwanza. Afu sikia wewe. Afu kwanza jioni kama ni mtu mzima. Ujioni? Haya yametoka wapi Tatu? Sikupendi. Hata mimi na moyo nisikie vibaya unaniambia maneno kama haya. Unajua, kama vingine wangu sana. Nakupenda.
Toka umeondoka bado hujarudi. Ulinionjesha asali hata Tabora. Sasa imenikolea mwenzako nataka tena. Rudi mama, oh rudi. Sofia! Wewe Sofia! Sofia mke wangu, una shida gani? Ha? Sofia! Hey. Jamani, unalia? Nini? Mke wangu nini? Kuna mtu anakupiga labda? Ongea basi mke wangu nini? Shida nini? Nini shida? Jamani, usilie mke wangu, nini shida? Niambie mimi, kuna mtu anakupiga yote huko? Haki ya Mungu anataka kunisoea mimi. Nani amekupiga mke wangu? Nani amekupiga? Unaumwa? Nini mke wangu? Nini? Tumbo? Pole mke wangu. Nini shida? Wewe? Ndo macho kuko. Ndo macho kuko. Kweli? Sasa sikiza mke wangu, sawa? Mkia ndano kalale. Alafu mimi niende nifuate ndoa ya maji eti. Mke wangu. Mama unalia mke wangu, unalia. Pole lakini eti. Pole mke wangu. Eti. Mke wangu. Usiamke sawa? Toa nifuate ndo. Tatu, hii ndoni ya kwetu. Tatu sitaki kusema kwamba hii ndoni ya kwenu. Hapana. Hii ndoni ya kwetu Tatu. Tatu, usije unasema kwamba umeiokota. Sasa Temba, sasa mimi sio kwamba nimeiba hii ndoo. Mimi nimeikuta pale nyuma nikajua ni ya kwako, ndio maana nimetoka nako kule na kupelekea kwako. Uko naenda nyumbani? Ndio. Ungeniambia sasa. Temba bana. Mke wangu ameniambia tumbo limeanza kumuuma. Sawa? Akaishusha ndoko, ndo ameniambia nijifuate. Na ukuta naye wewe. Nipe tu nipeleke. Usijali, mimi nakupelekea mpaka kwako. Wewe Tatu wewe, kuna mke wangu? Wewe. Tatu. Acha bana na wewe twende. Mimi nakupelekea bana. Hapana. Wewe nituje tu maji yetu mimi niapeleke nyumbani. Nakupelekea si nishakwambia nakupelekea mpaka nyumbani. Wewe mama mtoto wa kiume unabebaje ndoo hivi? Twende bana. Wewe unanipelekea nyumbani? Basi, hamna shida. Twende. Sawa, twende. Sasa Tatu, mimi kiukweli niweze kusema tu kwamba asante. Kwa sababu ndo tumefika nyumbani. Nyumbani sio mbali, ni hapo tu. Nilikuwa naomba nipe ndoo, nibebe mwenyewe nipeleke nyumbani. So hapo nyumbani kuna mke wangu. Mimi nakupelekea mpaka nyumbani. Sio kumbuka nilikuahidi nakupelekea mpaka nyumbani. Sasa mbona unanikomeshia hapa? Hamna shida, watu wasiwaze. Mimi ndio maana nimesema kwamba shukrani sana, asante sana. Sana. Hamna bana. Afsibi kwanza. Mimi na kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena? Yaani wewe bana Temba. Na ujombe wako. Tatu na wewe. Ishiki vitimpi wewe. Ujumbe gani? Hapa. Tatu wewe. Bana usifungue hapo tusoma nyumbani. Tusoma nyumbani mimi naona aibu. Hamna shida. Mimi ngoja niitunze hapa. Nikifika nyumbani au baadaye nikiwa peke yangu tausoma. Ila sasa na mimi ombi langu liko pale pale. Nipe kando, nipeleke wapi? Nyumbani kwa sababu ndo nimeshafika. Nitushe mimi nikupeleke mpaka nyumbani. Mimi nishakwambia nenda mpaka kwako. Tatu mke wangu ni mkali. Wewe mwanduve Sophie. Sophie ni mkali. Mke wangu mkali mno. Twende hivyo bana. Kweli? Haya, ukifika na mke wangu mimi simo. Siingilii. Haya.
Ile una moyo mzuri Tatu. Yaani wewe una moyo mzuri sana akiamu. Twende. Usinishike. Tatu, usinishike. Mke wangu akiniona hapo itakuwa ni matatizo. Kondo nampenda mimi kwa kiasi hicho. Wewe twende. Haya mambo yameanza lini? Yaani mwanaume wewe umenichoka mpaka unaleta huyu mwanamke wako hapa. Lakini mke wangu huyo si Tatu amenisaidia kubeba maji. Sasa kwani Tatu anahusiana nini na hii ndo? Yaani nilikuwa naenda kuyachukua maji mke wangu, nikakutana naye njiani ndio ameibeba, ametusaidia kutuleta. Wewe umetoka hapo kaniambia kwamba unafuata maji. Nikwambia uje na Tatu. Wewe unaongea na nini? Lakini mke wangu nini nafanya lakini? Kwa ndio maana siku hizo umebadilika. Uniombi hilo unalazimisha kwa sababu unao kuwabembeleza, si ndio? Lakini mke wangu, usini mtu wa maasira ipo. Sophie, hebu jaribu kuwa na utu basi. Mtu amekutusaidia ameleta antoa hapa nyumbani kweli. Bado unakuja unamkompesa. Nimeshajua kwa kama shida ni hiki kijiji chako na mama wanakupenda, wanawaka waeleweki. Huyu ni mchawi. Mama uende. Mke wangu. Na maji mimi siyataki tena. Vipi mwanangu? Unyama. Bila kuchoka. Sasa. Yaani nikikuona tu watu wanachekelea tu mjino. Unajua hela fegi. Haina mbamba. Unajua wewe familia mwanangu. Nipe ujazo kwanza. Sinaga mbamba. Nielekeze sasa nipe mpya. Sema nini? Unajua mambo yangu mimi waga sinaga swaga za. Anakujua wewe unaga mbamba. Yaani wewe tatalila nyingi tarabu upendi yani. Na swala nahitaji sana msaada wako. Ushaanza samana kunipa buku ya sigara tu na mimi msaada. Sema nini familia yangu, shida zako za kwangu. Niambie mimi nalibeba kama la kwangu utokao kaamini. Nielekeze sasa. Jambo lenyewe ni nini mwanangu? Ni Tatu. Ndio. Tatu kafanyaje? Kusema kweli Chodo, Tatu namuelewa kinoma. Yaani kati ya wasichana hapa kijijini ni kati ya binti ambaye namuelewa ndani ya moyo wangu na nahisi naye kinoma. Lakini kila ninapokutana naye kwa ajili ya mazungumzo, kweli hataki kabisa hata kusikia ninachokizungumza kwangu, wala hataki kusikia neno lolote. Kitu ambacho kinanifanya naumia sana. Na wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza ukanisaidia hili. Oya familia sikia, sikupingi. Haikatai haikatoksi. Tatu mimi ni mdogo wangu. Najua hilo. Yeye jinsia ya kike ila mimi ni dada yangu. Si unajua afu tunaheshimiana. Alafu hapa kijijini anaga skendo za mapenzi sio na mwanaume. Anaga hayo mambo. Sasa wewe unapokuja kuniambia yani kwamba si wewe anakukataa. Kuna mkono wa mtu hapa katikati anaita vizuizi au vipi? Mimi nahisi ni hivyo la simjui. Nani nitaje sasa hivi mimi naenda kuishi naye. Sina mbambamba. Na sasa hivi nafikiri naomba nikuachie swala hilo. Tujue ni nani ambaye analeta kitu. Sasa hilo hapo ndo umenena sa familia. Vipi tena? Mama, familia ina mbambamba nipe siku masaa 3 mimi nakuonesha kama. Au sio?
Katika maisha yangu, wewe ndiye umefanikiwa kuteka hisia zangu. Wewe ndiye asali wa moyo wangu. Nimeficha hizi hisia kwa muda mrefu, lakini nimeshindwa kuvumilia. Temba, katika hiki kijiji, wewe ni zaidi ya wote. Nakupenda sana. Na kuona wewe mwanaume sahihi kwangu. Na kuomba, usomapo barua yangu, kubali ombi langu. Hivi Utatu ana akili kweli huyu? Tatu, ni upumbavu gani hapo umeandika hapa? Sasa nakufuata huko huko. Ngoja. Tangu nizoea. Wewe Tatu, una shida gani? Kwa siku hizo unatisika na mapenzi, si ndio? Wewe sikuelewi. Unielewi ya watu elewani. Wewe unamkataje rafiki yangu mimi? Rafiki yako nani? Wewe ina maana hujaongea na mtu yote hapo fiade katikati hapo. Hujaongea na mtu yote kusoma uhusiano? Musa. Musa. Unamjua afu unauliza, anachekesha. Usinichole nitakushala wewe. Wewe. Chunga, kuwa makini. Kuna mdudu gani hapa katikati anakatiza paka unamkata mwanangu. Yule mchizi boti mimi alikuwa ananiongeleza sigara kama ujui. Sigara. Kumbe anakupeleza sigara ije kumuunganishia kwangu. Kwa hiyo unaanza kuniimba na mimi ndo nakupenda salao nyingi. Na kwa nini unamkataa mwanangu? Hamna kitu. Hamna kitu vipi unamkataaje mwanangu? Tatu. Nimempa masaa matatu nipate mchizi boti na. Na kuongelesha kwa nini unamkataa mwanangu? Simpendi msana nampenda Temba. Hayo. Temba huyu mnyasa huyu ngosha huyu ndo anakuzuzua ona mkataa mwanangu mimi. Musa. We kaya timba. Imeisha. Poa, ngoja nikamtafute sasa tafurahi. Tena bora nimekukuta. Hivi ni ujinga gani ambao umeandika huko? Wewe unajui kama mimi ni mke wa ni mume wa mtu? We Temba. Hebu ondoka hapa. Kakaangu ametoka hapa sasa hivi anaenda kukutafuta huko akupige. Cha kukwambia tu, ondoka. Kama unapenda maisha yako, ondoka. Yaani nimekuja hapa kusuluhisha hili swala na ananiambia niondoke. Kaka yako kitu gani? Wewe mimi namuogopa kaka yako. Mwambie muda wowote saa yoyote zikiumana zimeumana. Mimi namuogopa. Sasa sikia, zikiumana zikaumane huko, sio hapa. Basi ondoka uende kwako. Siondoki. Tatu ujinga ulioandika huko siwezi kuvumilia na siku moja. Wewe ujinga mimi na mke. Tatu nakuita mara 3. Umesikia? Sitaki ujinga ujirudie. Sawa? Maupumbavu ulioandika huko sitaki ajirudie tena. Sasa umo kipi cha ajabu? Ujui mimi na mke Sophie. Ondoka tu na ametoka hapa na kutafuta akakupige. Siondoki. Huyo si choto si kaka yako, mimi simuogopi na muda wote naweza kumfanya chochote. Mwambie nipo. Hakuna changwa nini? Mimi namuogopa huyo kaka yako. Simuogopi. Onifanya ndo wanaume sana. Si ndio? Ananitafuta ili iweje? Ananiweza. Mwambie aje. Yaani kama unamuogopa muogope wewe dada yake. Anakuogopesha mwanamke. Mwanamume acha tukuse. Acha tukuse mwanamume sasa. Nini? Unanigusa nini? Nishakwambia sikutaki na siwezi kukupenda. Niko na mke wangu Sophie. Na umwambie choto kabisa kwamba muda wote saa yote tutamaliza sana. Acha aone kama ananifanya na anicho chochote sasa. Kama kaka. Kaka shikamoo. Nilikuwa Sikata gita. Tatu. Huyu ndo Temba. Hamna. Sinakuuliza wewe. Sio mimi. Sinakuuliza wewe. Nipe mali yangu. Nipe mali yangu. Kwa hiyo unakuja na gita hapo umesikia THT? Hamna, lakini ni gita langu. Wewe sana yako ya muziki? Muziki. Peleka ndani.
Tatu, amna usipeleke Simba, peleka ndani mali yangu hiyo. peleka ndani lakini ulitunze eti. Litunze ndani eti. Mlitunze vizuri kitalangu eti. Kwa hiyo ndio unamzozoa dadangu mimi anamkataa mwanangu Musa. Mimi? Wewe unawe Samgoi gani wewe? Wewe Samgoi kweli wewe? Mimi nimekuzuzua. Mimi sijamzuzua. Kwa hiyo Temba mwanangu, yani kijiji kizima hichi chodo mimi. Chodo, mimi nakujua tena vizuri baba. Mimi sikujua nyumba unakuja kupenda. Leta hii barua. Sasa Tatu, unaona sasa? Nakupenda. Ndio yeye ndio. Unanipenda muona si nilikwambia. Mimi nilikwambia. Umeona sasa? Matatizo yanakuja kunitengenezea mimi. Mbona hivi unachukulia vipi? Unachukuliaje? Usiniue kweli kabisa. Wananitegemea wana kijiji mimi naimpa. Hapo unachukulia poa wewe. Wewe Tatu unaona sasa? Kweli. Msukuma wewe ni msukuma. Amna. Msukuma wewe. Mimi sio msukuma, mimi Mbona kandamiza maneno? Nyosha Kiswahili. Mimi sio msukuma kabisa. Kiswahili ni Kibantu thibitisha. Ni Kibantu. Umethibitisha muongee. Nimethibitisha. Wewe unachukuliaje mchizi bora? Unachukuliaje? Nimeshathibitisha. Thibitisha Kiswahili ni Kibantu. Nimeshathibitisha ni Kibantu. Doze. Simama. Sikiliza. Kistaarabu. Ndio. Kistaarabu. Kistaarabu. Si tatu. Na kukanya mara 3. Ndio. Ukimwona 3 pita mara 3 mbali. Kabisa hata ipo. 3 pita mbali sawa? Ndio. Na kuonya. Nimemaliza. Takushara wewe. 3 njoo hapa. Songe mara 3 kama jina lako 3. Wewe nishamkanya. Nikuone sasa. Ukitoka hapa miguu yako nenda kwa Musa kamtake radhi. Muombe msamaha na upige mara magoti mara 3 kama jina lako 3. Tumeelewana? Songe mara 3. Vipi mwanangu Musa? Nyama. Chewa Kama kaa. bila kuchoka. Au sio? Zile tu mwanangu. Unajua tunaga shombovu. Nipe habari kwanza. Kuhusu 3. Paka dakika hii 3 kashaeleweka. Kaambia wewe ishi na mwanangu Musa. Wewe unatokaje na Temba ngosha ule? Pamea ni pingi. Sio 3 tu. Unajua? Kwa mambo yote unauliza. Au nikupezeshe na wewe sasa hivi uniamini kama mimi sinaga shombo. Tusifike huko. Tunafikia huko sasa, ngoja nikusimulie kidogo tu. Akakashoti au vipi? Temba salijichanganya babu. Ajikuta mwamba kwa jamaa maskani kwangu kaleta barua. Unajua? Hakujua muda huo mimi nimetoka kumwelekeza 3 ngoja nikamtafute Temba. Nimeingia hadi maskani kwake hayupo. Kodi mtaani namkuta anatamba anabwata ni maskani kwangu mimi nikasema si ndio huyo. Nilimtembezea kipigo mwanangu. Paka sasa je napenda. Shemeji yake mwenyewe bila kuchoka hapo mwenyewe. Temba alipita afu mimi naligita nikazuia paka dakika hii gita lipo mtaani kwangu. Sema kweli. Yule chizimziki mimi nalitia moto lile. Tuona atapiga nini sasa vuvuzela au vipi? Maliza kabisa. Yaani huyu jamaa anamchukia kinoma, anajui tu. Wewe. Kwa sasa maelekezo kwa 3 yote kile kitu kimenyoka. Niamini mimi. Yaani sasa hivi unamalizia tu pasi ya upendo. Mimi nishaseti michongo. Easy tu. Bwana nimefurahi sana rafiki yangu. Mimi familia lazima nikupambanie. Yaani wewe ndio unaunga. Hivi Temba akiwa shemeji yangu mimi nitakula. Bwana mimi mwanangu hapa na furaha kinoma. Kwa sasa hivi yuko nani? 3. Tadu katika hapa na pale sepele kaenda kuemea hapo fiadi hapo. Wapi? Sisi hapo sokoni tu hapo. Yuko sokoni? Ninamfuata huko. Sema ukienda huko sasa. Ukimkuta na boya yoyote njoo chapu niambie. Haina noma. Nimuelekeze. Sio maskani. Unanikuta hapa. Tutamiti au haina noma. Baruza.
Kwa nini umekuja kwangu? Kwa mimi siruhusiwi kuja hapa. Soma huruhusiwi. Kumbuka kama wewe ni mke wa mtu, lakini pia soma kubaliano wetu. Naelewa. Kilichonileta hapa nataka kujua hicho kimwanamke chako cha ajabu ajabu ulichokuwa nacho kule polini. Kilikuwa ni nani yako kwanza nataka nijue ni nani yako? Mimi. Mimi leo sijatoka hapa. Na ndani ya moyo wangu sina ridhaa kusimama na mwanamke mwingine yeyote popote isipokuwa ni mimi na wewe. Ndani hizi siku 2-3 ulikuwa na nani huko polini? Mimi sijaenda polini kabisa. Hivi unaelewa kuwa sio yani ninavyomchiti mume wangu sio kwamba simpendi. Ila ni kwa sababu na wewe nakupenda, lakini mambo yako mimi siyaelewi. Yaani unanilinganisha na vimwanamke havieleweki vya ajabu ajabu, vimtu vyenye hata vijajua kuoga. Sofia, sikiliza, hapa tuko nje. Na wewe sikiliza. Usinishike. Hujanijibu. Bado hujanipa majibu sahihi. Hapa tuko nje Sofia, ni hatarishi kwetu. Nini? Ingia ndani. Kiwepesi tu. Nataka kujua hicho kimwanamke ni kinani kwanza chenye hata hakieleweki. Yaani huoni hata na watu basi hata wakuja kunifananisha na mimi. Sikia, naomba unielewe. Okay. Mimi nitakwambia. Lakini naomba twende ndani. Sikia. Mimi nakuelewa sana, lakini hivi tulivyosimama hapa ni hatari. Wewe ni mke wa mtu. Sikiliza. Naomba nielewe basi. Sawa. Sofia. Nitakueleza kila kitu. Kila kitu. Unipe majibu yanayoeleweka. Umeona mimi ninavyokupenda? Hata nimekuletea. Amtarivunja vunja kweli? Wewe nimelilinda hilo. Aisee Tatu. Nashukuru sana. Na wewe temba bwana. Nakupenda yani mpaka nimeliiba nikakuletea hapa. Eti? Nakupenda vibaya sana. Yaani aisee, ile kaka yako lile li choto. Yaani sasa hivi popote pale nikimuona choto. Hata nikiwa natembea nikamwona pale mbele, wewe nakimbia. Unaogopa? Choto. Wewe siogopaki lakini choto. Choto anapiga wewe. Usimwogope kiasi hicho bwana. Alinipiga choto kofi la hapa nikasema mama yangu leo nakufa leo. Nikaona kama nakufa. Pole lakini. Pole yani? Si ulipigwa wewe? Kabisa, mabishi yangu na mimi nikakusikiliza. Kweli kabisa isingefikia huko. Lakini kwa sababu ya ujinga wangu na mimi ubishi ungwamba kuonesha kwamba na sina unaona na mimi ni mwanaume. Bana. Sasa kwa sababu umenipa gita, kwa ni waishi halione mke wangu. Kwa mimi hapa ni nani? Mimi pia si ni mwanamke. Sawa, wewe ni mwanamke lakini wewe si ni Tatu. Umeanza kunikera sasa. Leta nirudishe nyumbani. Usirudie Tatu. Au nikimbie kwa nyimbo. Ngoja nikimbie sasa. Tatu mzuka. Tatu mzuka? Si ndio nyimbo yenu? Basi. Tatu mtoto wa watu alikunya mativi matatu akamsingizia Tatu. Mume wangu unajua? Tatu. Kama unaita mimi mume wako? Hamna. Kwa kuniletea tu kagita Tatu tayari umejiona na wewe kwamba nimekupenda mno au? Kwa unipenda? Mimi sijakupenda kama rafiki. Bana urafiki wao vipi? Nataka niwe mpenzi wako bana. Ngoja nikuimbie hapo kwa nyimbo basi kidogo kakuletea. Utanikubali?
Utanikubali? Kwa mpenzi wangu? Hamna. Bado. Basi leta gita nirudishe kwa. Usirudishe bana. Niambie unanipenda. Sema basi tatu, hata mimi pia nakupenda. Nilikuwa nataka kusikia hivyo. Kama sikukumbatia. Haya. Umenibusu. Wewe mke wako anakudekezaje? Hamna, chai kunishika hata ndevu hivyo yani. Kifua anakushika. Achawai. Hivi je? Achui mapenzi wewe. Jamani, kwa mimi nikubali. Nimekubalia lakini tufanye siri. Unafikiri mimi namwambia nani? Simwambii mtu. Kweli? Hapa watuoni kwani? Hamna mtu. Siri kaka yako likaniona. Aliko kule navuta mibangi. Kumbe navuta kana bangi? Kila kitu. Wewe? Mimi nataka nijiogope. Yaani? Ile kwa kama nikubalia. Nimefurahi. Kweli? Haya basi, naomba niende nyumbani basi. Asa. Kila siku mimi nataka tuonane. Kila siku. Tatu. Kwa nini? Si unanipenda? Kila siku tuonane. Kila siku. Tuonanaje? Popote. Kabisa. Chumba. Naomba niende nyumbani. Bye Temba. Haya. Mali umenikubali. Yaani. Wamisha kimwe baba. Maraba chao haya baba. Chawiza tu baba. Maraba baba. Sawa. Tuli kwa baba. Wabija baba. Sasa mzee. Mwenyekiti. Kwanza samahani sana kwa kusumbua. Mimi kiukweli hapa nyumbani kwangu na matatizo. Yaani mimi mzee, mimi na mke wangu. Yaani kiukweli yani imeshakuwa ni matatizo tu kila siku. Matatizo gani sasa? Yaani mzee wangu, yani kuna inafikia muda kabisa mimi mke wangu ananinyima tendo ananitoa. Sasa mimi nashinda kumuelewa. Ndio. Kwa nini nimekuja hapa mwenyekiti kukueleza hili swala, ulijue kabisa ulitambue ili si ikatokea mimi nikafanya maamuzi magumu mkaje kunilaumu. Ndio mzee wangu. Labda mwenyewe labda ana mgonjwa. Yaani yeye anapokuwa ananiambia kwamba anaumwa. Lakini ni siku nyingi mzee. Hata mtu kama anaumwa mke wako, si unamuona tu kwamba ni mgonjwa. Mimi namuona ni mzima. Lakini naona kabisa yeye ananifanyia tu makusudi. Yaani naona anajua kabisa kwamba mimi nampenda, ndio maana anafanya makusudi. Kwa hiyo nimekuja hapa kwako kidogo mwenyekiti kushtaki au kuelekeza ili unisaidie. Mimi sasa kwenye ushauri wangu sasa. Ndio. Labda mwenyewe labda ni mgonjwa. Lazima tuvumilie tu. Kwa hiyo sasa ni mdogo na mwenyewe ni mdogo. Uende tu kwa utafika tu. Sawa kabisa mzee. Hakuna shida. Mimi kikweli kwa ushauri wako mzee mimi nimekuelewa. Nitaufanyia kazi. Kabisa. Haya mzee. Kwa heri mzee wangu. Asante. Haya. Mke Sofia. Mke wangu wewe bwana ni mzuri. Na ukisikia wanawake warembo katika hii dunia au katika hii kijiji, na wewe pia ni mrembo mke wangu. Anikumbuka nyimbo kidogo. Mke wangu mzuri, umepambwa maua, ukitenda pole pole, unayumpa yumpa we. Sasa mke wangu sina kuimbia nyimbo. Au jakapenda yako ni kuimbia kingine. Mimi napokuja mke wangu na kuimbia nyimbo kazuri, unatakiwa kweli na wewe upende, ufurahie moyoni, ujione ni mwanamke katika wanawake wote katika hii dunia. Kwa hiyo, wewe mwanaume, umeona ili gitaa umeonga huko, siku 2-3 ndio maamua kulirudisha leo, si ndio? Mke wangu, mimi ni wa kuonga gitaa langu na walipenda hivyo. Juzi ulirudi na gitaa? Hamna, sijarudi nalo. Lakini si niache kwa fundi mke wangu. Toka lini?
Wewe gita kile likiharibika. Unapeleka kwa fundi na unarudi nalo. Mke wangu, hili gita lilikuwa ni povu. Nilikuwa tunapiga muziki ambao mimi nikiusikiliza ulikuwa ulifurahishi kabisa. Jana fundi kidogo alikuwa hayuko sawa. Kwa hiyo ananiambia bwana liache nitarekebisha baadaye utaliitia. Ndio nikalifuata leo. Umeanza kuwa mjanja, si ndio? Hamna, mimi sio mjanja, mimi mbona mpoya tu. Kinga kabisa. Nini? Wewe. Kuna siku yako. Narudia tena, wewe. Kuna siku yako. Tunaongea tu vizuri hapo ushaanza kukasirika, mshaanza kuona machuki. Kiangalia jinsi ulivyo mzuri mke wangu. Unajua kukasirika ndio unajiongezea maweusi. Sasa ungekuwa umeshakuwa hata mweupe kidogo, lakini unavyozidi kukasirika mke wangu unazidi kuwa mweusi. Kipindi unanitafuta unajua kwamba mimi mweupe. Haya na kile kidemu chako kile chembamba kile utafikiri mwiko wa pilau. Cheupe kile sina chenye cheusi kama mimi. Na kinani hicho? Unakijua. Mke wangu, mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako wewe. Nakupenda wewe mke wangu mnene, mweusi. Kwa moja unaonyesha mapenzi, unanionyesha mahaba, unanipebisha, Haya baby. Uwe unaonga tu kila kitu. Sofi wewe. Kini hamna shida, tutaishi hivyo hivyo tu. Usiku mimi silali na kuwaza Sofia. Nimehamisi maviazi, ukali na pamia. Sofia, 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 Sofia. Vipi? Safi. Safi vipi? Kaka uje bana unazingua. Oa ngoja kwanza. Wewe Tatu mbona unachukulia baridi wewe? Ji wangu kila siku anapungua idadi, afu ndo unabaki maskani hapa. Sasa mimi njia zinanihusu. Au unahusika vipi na hizo njia? Tatu unanijibu hivi. Mifugo ya kwangu tunakula wote, afu unachukulia masozi. Mimi nawalisha, anapoteza hela ujue. Tuheshimiane. Sasa akipa mimi nitamkimbiza. Tajua watu wanaenda. Ndio majibu yako au sio? Sio kilichonileta. Kaka mimi nimekuja kwa jambo moja tu. Naomba uniache nikae na mwanaume wangu. Na uniache nimpende mwanaume wangu. Huyo msako mimi simpendi, simtaki. Basi kamkwa dede mwingine huko sio mimi simtaki, simpendi huyo msako. Umenikuta nakagua mifugo yangu, hata kusafisha mavi unashindwa wewe. Kweli wewe ni binti kweli utaolewa wewe? Hivi mwana kumusa si ana kazi kweli akikuchukua wewe? Wewe ndio ulisema nakupa hela. Wewe ndio unasema unaforce vichenchi kwake. Tatu. Wewe ngosha temba ndo nakuchanga. Temba. Tatu tuheshimiane. Unajua yule mtizi bote nsamboi, wewe unamngangania ngosha, anavaa magani buti. Hivi umonage yule Musa kweli wewe? Mbona una macho ya kiroho wewe? Mamposa umjui hata umsikii kwenye malidi. Bana huyo wewe mniwa kwake, mimi nampenda Temba. Tuheshimiane Tatu. Wewe Temba nilimwonya hapa alikuja mwenyewe nikamuelekeza mazingira vipengele. Wajua njoo nakula mimi na fusifusi vichenchi mwanangu Musa ananiungiaga. Wanapata kula wanjiwa. Wewe mwenyewe unakulaga unachinja hapa. Ni mimi si nyama ya njiwa uchinjage njiwa hapa wewe. Sawa tunachinjaga na kula. Ndio yule Musa mimi simtaki. Tatu. Basi kampe wewe. Au sio? Wewe anakwambiaje? Si unamtaka uongosha Temba. Wewe analogita mimi alitia moto utoka. Wewe, subutu ulitie moto. Tatu. Ongea naye habari za kuweza. Yaani mimi mniache kabisa. Simpendi na nampenda Temba kaka. Namaliza kama kaka mtu. Nishakuonya na ule ngosha yako ule mwana kijiji yule mshamba anavaja magari buti. Wewe shitokuwa na mchizi boti. Wewe muonagi Musa anakutupia viwalo. Simtaki huyo Musa mimi simtaki. Wewe anasemaje? Kaka inaye wewe. Nasemaje? Wewe hapa ngosha hapati mtu. Nishamwambia. Na ukae kwa Musa. Tatu umekuwa. Wewe Tatu.
Nilijua lichoto. Kidogo nikimbie. Tumafuta tako kununukia kiulempo. Ila choto. Ananukia masigara. Wote hivi yule. Anataka sigara usiku na mchana. Yaani, hebu tusimuongelee kwanza haja. So kitchen late. Sio kaliongelea kweli nikasikia hapo likaja. Hilo alisemwaje? Nimekumisi. Acha basi niko unanishika ndevu. Na zawadi yako. Na zawadi yako. Wewe tatu wewe. Fumba macho mkupu. Wewe wanamume wapewa zawadi bana. Mwanamke ndo anatakiwa kupewa zawadi na mwanaume. Wewe mke wako akupagi ndio maana hujazoea. Shika sasa. Fungua. Surprise. Kama ni wakanjiwa. Nakupa kama zawadi. Asante sana. Lakini sasa hizi njoo za choto. Hiyo sio njoo ya choto. Hiyo ni ya kwangu. Wewe unafuga njoo toka lini? Hapo siku na mabanda mengi. Kwa lile banda lile dogo la chini la kwangu. Hayo mengine huko juu ya chodo. Kweli? Asije baadaye choto akaanza kunitafuta mimi nikapigwa. Sio ya chodo bana. Kweli kabisa. Yangu kabisa hizi njiwa. Basi hamna shida. Kanjiwa ni kazuri kama wewe. Mimi nimekupa hiyo njiwa, ukaifuga ili ukiona tu kama umeniona mimi. Haya, usimchome. Tena? Mimi nichome nipa kanjiwa nikakachome. Usimchome. Sasa utanikumbuka vipi? Sini nikishiba. Usimchome bana. Nikishiba ukali na nyama ya njiwa nakuwa nakumbuka. Njiwa alinipa 3. Bana. Usimchome. Kweli? Kwani mfuke? Ilo usinifananishe na njiwa. Siwezi kufananisha na njiwa. Wewe si haupai. Tembea. Sipai. Asante sana lakini eti. Haya, na mimi nipe zawadi yangu. Sasa nikupe zawadi gani mimi jamani? Ujui. Nikamwambia nakupa matebe mawili ya mpunga nikishaivisha. Sio mpunga. Mimi sitaki mpunga. Sasa kuja uvune ni lini? Basi hamna shida. Nikienda kupiga show. Nikienda kupiga show nikapata hela. Nakuja nakupa. Mimi sitaki hela. Sasa nataka zawadi bana. Kama unataka hela unataka zawadi gani jamani? Ni chumu. Leo napenda kujibusu. Basi hamna shida. Haya. Hivyo. Wanapusu. Sio hivyo hiyo ya watoto, mimi nataka ya wakubwa. Na wewe. Haya. Ya wewe 3. Hivyo. Ya wewe, ya 3. Nafikiri mimi nataka ya. Basi. Asante sana. Nataka zawadi kanjiwa. Ngoja nikakafuge. Ukafuge kazaliane. Afu mwisho wa siku na mimi nataka tuzae. Kweli. Alafu najua mimi kweli sina mtoto kabisa. Nataka tuzalie. Kweli kabisa? Ila wewe 3 wewe. Chato. Kwa hiyo kumbe mimi ndo manager wangu, idadi inapungua. Narudia kwa mara ya pili. Nimetoka kukuuliza swali muda sio mfupi sana. Kwa nini njia wangu anapita pita? Kumbe ndo naonga, si ndio? Kaka, hiyo ilikuwa inauma. Nikamwona nitoe nimletee labda anajua dawa. Inauma wewe? Kakwambia inauma. Njiwa. Wewe ulimpima? Alikuwa na vidonda mguuni. Hivi wewe 3 temba kakupa nini temba wewe? Kwa nini wewe kila siku temba ni kichwani kwako mtemba tu temba tu kichwani? Unashindwa kukaa nyumbani kuangalia mji umemwachia nani? Nimefunga kufuli. Umefunga na kufuli wewe, mji umefunga na wewe. Unaelekezeka kweli wewe? Msamehe kaka. Sister nakupenda, ana ninakuheshimu sana. Sema unapoenda wewe unakufa kufa. Nisijirudie. Wewe njoo mtafute. Naenda hivi. Nikikosa sigara asili na kumalizia wewe. Ole wako. Sasa sitemba kaenda hivi. Twende nyumbani. Uende Twende nyumbani. Temba kaenda hivi. Kaka, twende nyumbani. Kaisha kena kupigwa.
Oya Temba. Unajificha au sio? Yaani kila sirahisi tunapewa kwa njia na dada yangu afu unapokea mshamba yeye ngozi. Wewe Temba. Sema hamna noma. So una mute humo ndani. Oh maisha tu nitakuonesha nitakufurahisha sasa. Tutakutana. Oh mguu mmoja mimi nakata tuone utapalia wapi au madude yako meupe ya sumu za nyama. Toka basi. Tatu. Nyoko. Nimekwambia uniite. Yaani wewe baba una kielele, unawashwa. Yaani sijui hata nikufanye nini. Sikupendi wewe. Laiti ungejua ninavyokuchukia wewe. Hata usingekuwa unanisimamisha. Lakini Tatu, kwa nini unanifanyia hivyo? Hapa kijijini hakuna mtu asiyejua kwamba mimi nakupenda. Sema yoyote mimi nakuzungumzia wewe. Unajua tunaendana mimi na wewe. Kwanza leo tumevaa nguo zinafanana. Unaona? Tumevaa nguo zinafanana. Mchawi wewe. Yaani umekaa kichawi. Kizombi. Hivi, huo mdo unaowekeza kwangu, usingekuwa umeshajenga mgorofa huko. Nawekeza kwa sababu nakupenda Tatu. Ndio nishakwambia sikupendi, sikutaki. Au tongeje? Ukupenda wewe sifikie mahali mimi na wewe tuwe katika mazungumzo yenye ugomvi kiasi hiki. Wewe ni mwanamke ambaye ni mrembo. Hapa kijijini sawa. Wewe ni umechukua namba 1. Unaelewa? Ndio maana mimi niko tayari kuwa na wewe. Kakako mimi rafiki yangu sana. Hata pesa ambazo mimi nampatia ni kwa upendo wangu kwake. Lakini hata wewe pia kama utanielewa, utapata pesa nyingi zaidi ya hizo. Ni kwanza uko umekuwa unampa hela. Sikiliza. Hizo pesa zote ambazo nampa kakako. Kama ungekuwa umenielewa na kila kitu ambacho nakueleza umenisikia, ningekuwa nakupa wewe. Wale ambao mimi nataka zile zako. Nikwambia nazitaka. Sizitaki, wewe mwenyewe sikutaki na ukome kumfuatilia kakaangu. Koma. Yaani ndio umekuwa chanzo, yani kakaangu kanipendi kabisa Temba. Hamfikiri kama ni shemeji yake, ana kazi ya kukwazawaza wewe. Unampa nini kakaangu? Sikia. Mimi sijakuelewa na sipo tayari kukuacha. Nitafanya kila linalowezekana. Nitakuwa na wewe kwa namna yoyote. Sasa sikia, utaniacha na utaniacha. Soka hapa. Oe. Unyama? Wa Texas. Au sio? Bwana nimepita home kule hamna nikasema ujamaa siwezi kumkosa huko. Kwa umenibahatisha mwanangu. Unajua niko harakati zangu za kuchukua mamiti hapa nikajenge kibanda uchwala pale maskani. Au sio? Ile banda naona lipo juu sana la njoo hata kana niteremshe katikati. Kweli. Na mimi nilijua tu kama nikikosa home huko siwezi kukosa. Mimi kuna issue bwana nataka nikushirikishe. Wewe Musa hapo ndo unapokuwa marafiki yangu. Mimi nishamaliza michongo yote bwana mimi nimefikia maamuzi ya tofauti. Na wewe kama mwanangu lazima nikushirikishe. Mimi Tatu namtema. Na kwa nini nimeamua hivyo? Nimeamua kwa sababu nimeongea naye sana, nimezungumza naye maneno ya kila aina na nimevumilia sana lakini bado kanikazia. Kwani hujaongea na Tatu mpaka dakika ya mwisho? Tumezungumza na leo tumekutana. Namna hiyo sasa. Hapana, kaniambia maneno mabovu, kanitukana kinoma. Kitu ambacho kimenisababisha sasa mimi nifikia wakati ni stop mahusiano naye. Wewe Musa sikiliza. Unajua vitu havitaki papa, sinajua, havitaki pupa. Mapenzi hisia. Hii sio mchezo bahati nasibu, usibiki utatumzuka utashinda milioni 14 umelala nao tume message. Pangilia kwanza. Wewe umekurupuka hayo maamuzi uliochukua. Mimi unajua familia yangu hapo nimekupambania sana. Kwa mtu mwingine mwenye akili, nisikilize vizuri Musa. Nitakunawa. Mwenye akili timamu hawezi akakupambania kwa dada yake. Mimi nani nafanya hivyo vitu? Siwezi kuwa nakutana naye mwanangu ananipitisha story katika mazungumzo yake, anamweka Temba. Sio nini Temba? Sio nini Temba? Ni bora tu niachane naye. Wewe utaila kijiji.
Temba. Sasa afu gitaa yenyewe atembea nalo hadi kulitumia. Mfuate tena ongea naye we tatu atakuelewa. Ni bora tu niachane naye. Kieli lakini. Kilo safi kabisa. Hapo mwanangu umenikosha. Kabla yeye hajatokea kwenye maisha yangu au kabla sijampenda yeye, mimi na yeye tulianza kuwa marafiki. Kwa urafiki wetu mimi na wewe utaendelea kama kawaida. Hapo baruza. Yaani ungekuja kishari ningekupokea kishari. Ningekukimbiza uweze. Oi. Baada ya miti ni wewe ungefuatia. Yaani hapa mtaani. Wewe ndio mwanangu. Au sio? Hapo baruza. Au sio? Bila kuchoka mwanangu. Tena nikusindikiza mwanangu. Au sio? Na unanisaidiamo? Hapo haina mfagilie na umenifurahisha mwanangu. Yaani umeonyesha heshima. Unajua? Safi safi. Tuweze tu hivi basi. Au sio? Hivi. Wewe umetokea huko? Uko njia mimi na madeni pale. Wewe mwanangu siwezi nikaacha mambo na achaje sasa babu. Vipi? Safi. Kwa nini umekuja kwangu mchana huu? Na kati unaelewa kabisa. Kwa nini unashindwa kunielewa? Kesi tutazungumza yale. Sofia, una shida gani? Naelewa lakini mimi hata sijaja kwa kelele kwa sababu kuna shida iliyonileta hapa. Inakuwaje unakuja tu ni muda wote unakuja kwangu hapa? Unatafuta nini lakini sasa? Yaani mimi nini sasa mjamzito. Yaani nina mimba yako. Sofia. Umeanza kuchanganyikiwa, si ndio? Hapana. Sasa unanielezaje habari za mimba mimi? Wewe una mume? Usimueleze mume wako. Kama eleza mume wako ama mume wangu mimi nina mimba. Sasa unanieleza mimi nifanye nini sasa? Wanaelewa kwamba mimi nina mume lakini mpaka nafikia kuja kukuambia nina uhakika mimba ni ya kwako. Ina maana unauhakika kwamba hii mimba ni ya kwako? Ndio ni ya kwako. Umezidhibitishaje hilo? Yaani kama nilivyokuambia. Nina muda sijampa mume wangu. Na muda mwingi nakuwa nipo na wewe. Kwa hiyo mimba ni ya kwako. Sawa. Nimekuelewa. Umekubali? Poa, nitazingatia. Sasa unaondokeje bila kuniaga jamani? Baadaye. Kuna umechelewa lakini kulikuwa na mambo nayaweka sawa. Okay, sawa. Unatambua kama tunakutana mazingira ambayo sio poa sana. Unaelewa? Naelewa. Na ndio maana nimejitahidi nikafika. Kufuatana na hili swala letu hili lilopo kwa sasa hivi. Nilikuwa naomba nije kuishi na wewe. Uishi na mimi? Uishi na mimi wapi? Yaani mimi popote utakaponipeleka tu mimi nimeizia. Hivi, nawezaje kuishi na wewe wakati unajua ni mke wa mtu? Naelewa lakini unajua kabisa hapa kijijini
mume wako ni rafiki yangu, kila mtu anajua. Alafu nikuchukue wewe tukaishi kwangu. Naelewa ni hatari, lakini hili swala limeshatufikia sote, ndio maana nikakufuata wewe ili tusaidizane katika hili. Yaani kuishi na wewe, yani ni afadhali kuliko ni kuendelea kuishi na yule mtu. Yaani akishagundua kwamba mimi huu ujauzito sio wa kwake, itakueje? Atagunduaje? Ujauzito bado mdogo. Unaelewa? Kwa sasa hawezi kujua chochote. Unaelewa? Sasa basi, mimi ninachofikiri, endelea kuishi na mume wako wakati tunafikiria namna gani tutaishi pamoja, lakini sio kwa sasa. Unaelewa? Na atajuaje kwa sasa kama yule ni mumeo? Hata ukimwambia mimba ni ya kwake atakubali tu. Hawezi kukubali. Yaani kwa muda ambao mimi sijafanya naye kile kitendo hawezi kukubali. Mimi na wazo. Kama utalizia lakini. Ndiyo. Upo tayari tukaishi pamoja mjini? Ndiyo, nipo tayari. Kweli? Ndiyo. Okay. Asante kwa kunikubalia hilo. Sasa basi, naomba tutumie muda huu kuondoka. Kama hutojali, kachukue nguo zako sasa hivi. Mimi nakusubiria hapa. Lakini hakikisha kwamba hakuoni mtu yeyote. Sawa? Sawa, nitajitahidi. Basi, nenda haraka. Mimi nakusubiria hapa. Unaelewa? Sawa. Poa. Sawa. Nitajitahidi na wewe. Haya, poa. Haya. Sofia! Wewe Sofi! Ameenda wapi huyu? Wewe Sofia! Sofi! Siku zinakwenda, siku zinarudi. Toka umeondoka bado hujarudi mama. Usiku mimi silali na kuwaza. Temba, usinitafute. Najua kuwa unanipenda sana, lakini siwezi kulazimisha moyo. Nimefanya maamuzi yatakayonipatia furaha. Hisia ndio kila kitu katika mapenzi. Hivyo basi, niache nifurahie na mwanaume ninayempenda. Wewe Sofi! Sofi! Bado hujarudi mama. Usiku mimi silali. Sofi! Wewe Sofi! Acha masiana wewe Sofi wewe. Sofi, hivi kweli umeamua mke wangu kuondoka? Umeniacha mwenyewe, mimi nateseka. Mimi bado nakupenda mke wangu. Popote ulipo Sofi, nakuomba unifikirie na mimi. Najua ni maneno ya majirani Sofi yamekufanya ukaondoka mke wangu. Ona sasa hivi Temba, nimebaki mifupa.
naomba tu mke wangu na mimi uniwazie. Nakupenda sana Sophie. I love you mama. Kwani Sophie, kwani unaondoka Sophie? Ni jinsi nilivyokuwa nakupenda Sophie, unaenda. Mke wangu Sophie, mimi nimeukosea nini mke wangu? Bora hata ungenisubiri ukaniaka ukaniambia bye. Sophie, napokupenda umeniacha kweli. Bora hata ungekuja Sophie ukaniaka kwa mponaenda. Sophie, napokupenda umeniacha kweli. Bora hata ungekuja Sophie ukaniaka kwa mponaenda. Nitabaki na nani? Mbona hivyo? Unalia nini? Hamna. Mbona unalia kama hivi bana? Hamna. Unajua kidogo kwa mbaya. Hamna. Yale siri. Sikia. Huyu achana naye sawa? Kitu jinsi gani ndivyo nampenda Sophie mimi. Kwa mimi unipende? Nakupenda lakini Sophie. Acha bana na wewe. Mimi unaniuzi. Sielelee mwana. Mimi unipende mimi. Sawa? Mimi utanioa, tutaishi pale kwako. Si nilikwambia tukuzalia watoto? Nitakuwa nakupikia. Nitakuwa nakupikia nyama. Wewe unakupikia nyama? Si hamna? Hamna. Sasa je, ugali wa sembe? Hujawai. Au unapika aje? Napika ukali mkungu. Haya basi usilie mpenzi wangu, sawa? Nyama za mabuba wangu nakupenda. Achana naye, sawa? Kwa na wewe huwezi kuja kunikimbia kama Sophie? Mimi siwezi kukukimbia, nakupenda. Kweli? Sophie hakupendi ndio maana amekuacha. Basi na mimi nakupenda. Lakini bado namkumbuka Sophie. Wewe usimkumbuke bana. Kweli? Sawa. Hamna shida. Haya mpenzi wangu, nakupenda. Sasa unalialia hivyo bana, unakuwa mbaya. Kweli? Kwa hiyo unacheka tu eti? Ndote. Hamna shida. Jamani. Ndio tu mimi nacheka mtaa wote sasa eti. Wewe unacheka tu unakuwa mzuri. Haya. Nakuwa ni samboy. Unakuwa liensho. Basi hamna shida. Haya. Achana nao hii barua bana. Sawa? Umeichana? Sasa unataka utunze ya nini? Yache kumbukumbu. Kwa kumbe bado unampenda, unamkumbuka? Hamna, sasa hivi nishamsahau. Sasa. Chana naye. Sasa tunamchana, tunamkunja kuja, tunamtupa huko. Kweli? Basi sawa, hamna shida, mimi nakupenda.
Nakupenda jamani Temba. Kama mimi nakupenda pia. Nipikia nyama ya njiwa. Naiba njiwa za kakaangu nakuja kukupikia hizo. Hamna shida. Haya. Hata mimi kiukweli sasa hivi Sofi mimi. Nimeamua kukupenda wewe. Haya mpenzi wangu. Sasa utaniacha kama Sofi? Haya sikuwa nipigie. Kweli? Haya. Sofi wewe, ninakupenda kweli. Sofi? Sofi. Wewe nani? Tatu. Ninakupenda kweli. Aniulizie muziki. Haya. Leo sina hata mood ya kuimba mimi. Leta hapa nikimbie. Kweli? Kwa unajua kuimba? Haya, niambie. Nikuimbie wimbo gani? Wote tu. Sinta kusave marave moja ntoya fishoni. Ivi everything all guys never sweet bed. I wish some boxes they can share with me. Kiingereza? Acha kuivi tuishi nami. Wewe Tatu. Kutoleka pisi zubaye kwage. Ndio. Tungu tutana ngozi uchi ujonye. Aya. Si Valentine ni kweke akaspaya kwa TV. Ndio. Lazima welewe yari umaspiri. Kuita wangu kabro tena mola. Nakupenda na mimi. Tatu, kumbe unajua kuimba? Kweli? Basi chako tunaimba wote. Nakuonyesha mwenyekiti. Tunaimba wote. Basi hamna shida. Haya. Kuanzia leo mimi nimekoma kupenda maponge. Sisi wembamba tuna mambo yetu. Wewe unapenda wanaume, wanaume. Napenda wanawake wembamba. Kama Tatu. Twende ngaku. Yaani nimekoma kupenda wanene. Nimekoma kweli. Twende ndani ngaku. Aya. Twende. Nataka nipa. Aya. Karibu. Wewe mkuja hapo kimya tu. Wewe. Kwa muda wote nilikuwa nagonga huko humo ndani, si ndio? Baby. Kama ulivyoona nilikuwa nafanya usafi na huyu binti aliyetoka alikuwa ananisaidia kufanya usafi ndani. Usafi? Ndio. Na huyu binti wa hivi usafi huko ndani? Natambua hali ulionayo. Huwezi kufua na kazi za kuinama kwa sasa hutakiwi. Elewa, nimeamua nilete binti ambaye ataweza kusaidia nguo kufanya usafi nyumba nzima. Hivyo amemaliza na ameondoka. Na hapa nilikuwa natoka kuja kufunga mlango, nimekukuta hapa. Nimeshangaa umekuja afu uko kimya tu. Yaani kwa staili hii ya huyu dada alivyotoka huko ndani na hizi zalawa zonionyeshapo na niambia kwa anafanya usafi. Wanaume nyinyi mpewe nini jamani? Hivi unajua wewe ndio sababu ya mimi kutoka kwa mume wangu? Hayo tumtoka wapi? Mimi nimeleta kwa ajili ya kusaidia wewe. Anakusaidia wewe usafi, shida ni nini lakini? Kwamba mimi huo usafi siwezi. Si ndio? Sasa kwa hali ulionayo wewe unaweza kuinama. Sasa huwezi.
Yaani unajua unanikwaza. Kwa hiyo kisingizio ni hali nilionayo. Njoo ndani. Wewe mwanangu singi. Uza. Yaani mimi paka nafikia hatua ya kuvaa kanzu jua amenifika. Umekufika huko. Na maisha nini? Alafu mimi ninavyoona kabisa huuni hapa kijijini mimi bora niache. Unajua kuna baadhi ya maisha ukiishi kila siku unapunguza hata siku zako za kuishi. Sasa mimi nikionewa atanisaidia nani kwa mfano? Naacha tu yale mambo fulani ila kwenye mambo ambayo mimi sipendi mtu aonewe, unyonge dhambi. Si unanielewa vizuri? Nakupata. Unanielewa? Sasa hivi Musa yuko wapi? Wewe unamuona siku hizi? Musa yupi? Afu na wewe ushaanza mambo yako. Yule tozi yule. Ndio huyo sasa. Anajikuta na viera. Na ushaanza kumcharazia sasa mwanangu. Yaani ule mchizi mimi alikuwa ananuyaga ila za sigara, ni swala siku zini podolo mwanangu. Unajua ule mchizi Simuoni. Umeona? Hata mimi simuoni. Tangu aondoke Musa ila sigara. Oa, nimepachamwa. Sema tuachane na haya, nicho kuitia hapa. Nipange. Nataka nikushirikishe jambo moja. Huyu Temba huyu. Temba huyu. Sasa mimi mdogo wangu tatu anamuelewa kishenzi yani. Alafu mwenyewe maamuzi ya kiume nimekaa kweli, nimefikiria, nimeona mdogo wangu pale anamuelewa mchizi. Alafu mimi mchizi namkazia ile, si unajua hapa. Wewe jua Musa wao ameanza lini? Wewe ndio unapenda kwa dhati. Alafu simforce kwa sababu mapenzi ni hisia, unaona? Penzi sio nguvu ndugu yangu. Singa boy. Sio kwamba nakupinga, yani ulichokiongea hapo ndio kipo akilini mwangu. Yaani kama umeingia akilini mwangu ndio unachokiwaza mimi. Yaani ninachotaka kukifanya mimi sasa hivi. Mimi nataka ni bless tu. Mwache tu aishi naye tu fresh tu. Yaani kilo safi sasa hivi simfanyie fujo tukionana. Labda yeye tutemba nikimbie. Haweza kukimbia. Yaani kama ushalizia, haweza akafanya maamuzi kama hayo. Familia yangu mimi nimekuelewa au sio? Ila kwa mdau hapa nataka nishuke bondeni kule nikaangalia majaruba yangu ya mpunga kwanza. Tuone hali inaenda vipi. Ulete. Unaweza kuwaajiri watu unawapa posho afu hawafanyi kazi. Ni kweli kabisa. Na mimi sitaki nikikuta hajafanya kazi naishi nao. Sio kwamba nimeacha, huni mazima. Nakukubali. Sasa kwenye yale majaruba nane yale? Manne ya kulia. Ndio kwa mimi. Ndio ya kwa wewe. Ndio nataka nielekee kule chapo. Ama vipi tuondoke wote? Sasa unaniacha na nani? Sasa tuondoke na kamba mguuni kwa nini mgeni hapa? Mimi nalima. Tuondoke wote. Mimi mgeni mwafu unataka niache na nani? Ushaanza na wewe. Tembeze basi na wewe. Sema ni mbali sasa. Nitafika hivyo. Haya. Kibishi hivyo. Kaze. Basi mama bila kuchoka. Watu wenyewe ndio wamefikia hivi. Naona kama bado kama wiki mbili tu hapo kwa ajili ya kuja kutoa. Lakini mwingine bado sinaona mwingine hata hauchukui muda sana. Naona umeshafunga kabisa huko. Bado kama wiki mbili tatu hivi. Hapo kilichobaki ni kutafuta tu wasaidizi kwa ajili ya kuja kuondoa hapa ili tuitie stooni. Unajua tena ukikaa sana pia penyewe utapokutika udumbukie kwenye matope. Hiyo changamoto. Utapoteza. Nitaidi ufanye haraka utafuta watu. Unajua aliani. Nakuona. Wewe mwenyewe hapo ni kama bado siku chache sana. Kuona kukuzana na mpunga. Mpunga bado wiki tatu. Sijui bado siku ngapi. Ila itapendeza sana kama tukiwapata wale ambao walitusaidia kipindi cha kupanda. Mpunga ni mwingi kweli tutapata. Wanasemaga jembe alimtupi mkulima. Mimi mwenyewe siwezi nikauza kwa nilivyohangaika nao hivi. Umehangaika Wewe. Na ufananisha au ndio wewe? Wewe si mapala huyu? Ndio mimi. Ndugu yangu. Bwana Temba. Watu mnabadilika haki ya Mungu. Unajua nilikuwa napita hapa Angalia. amelewa au? Sasa kijana machachari sana hapa. Maarufu sana hapa kijijini kwa ajili ya upigaji wa gitaa. Nilikuwa napita hapa ndugu yangu nikakuona nikasema huyu si mapala. Au sio wewe? Ndio mimi bana. Temba.
Ila kweli dunia mimi huyu kaimbamba ndugu yangu. Sasa nimenenepa niko wapi jamaa? Sasa hivi hapa sasa alichoka modivu kuaga zamani bana. Kazi ya shemeji yako. Shemeji. Habari shemeji? Salama, kwema. Kwema wewe za masiku? Nzuri. Na mimba. Yaani ushaanza sasa hivi umekuwa mchanja unapiga unatongoza na kutongoza. Wewe? Sasa hivi nimejipata unajua zamani nilikuwa kweli natabika ule udomo zege. Na hisi niliuacha hapa kijijini. Nimeenda mjini. Nimejifunza vingi sana. Ndugu yangu wewe mimi nimeona sasa kung'ang'ania huko kijijini. Hamna faida. Alafu ukienda mjini wewe kwa hiyo shughuli yako ya upigaji wa gita. Mimi nadhani unaweza ukatoka. Niunganishie ndugu yangu huko kwa mjini. Kule kunaweza ukapiga sehemu kwenye majukwaa, kuna matamasha ya kiserikali, kuna matamasha ya watu binafsi, kuna kupiga muziki kuburudisha watu kwenye vilabu mbalimbali. Sasa hapa kijijini unapiga wewe tu na vichuguu, humo una ndugu yangu acha tu. Bwana Temba. Hujaacha tu machachari. Ndugu yangu mle sio jua tena. Vipi kuhusu gita umeshastaafu? Sijastaafu ndugu yangu. Tena sasa ndio nimeongeza nataka niche kwa mjini. Una lile ama umenunua jingine? Lile jingine. Wewe lile gita ni original lile. Bwana Temba. Unajua nafarijika sana kukuona. Hata mimi. Nakumbuka enzi hizo tunaenda kuchunga mbuzi. Ulikuwa ukipiga zeze mwisho wa siku ukapanda tu ukaanza kupiga gita. Wewe na hii imerisi kutoka kwa babu yako. Mimi sio fanya mchakana na ndugu yangu na mimi niende mjini. Si ni marafiki bado tulikuwa wote enzi hizo. Unataka uende mjini? Napenda. Mjini kuna mengi mzee. Ndio. Mjini kuna mengi sana. Alafu bado tu hujabadilika yani. Mbona unajua tena ukijiji ndugu yangu. Acha nani? Acha umekuja lini? Huko sina muda mrefu. Nilianza nikaja wiki iliyopita nikaangalia tena nikaondoka, ila miezi 3 mbeleni kule nilikuwa nimekuja huko kwa ajili ya kushughulikia huu mpunga. Nadhani unaona sasa hivi nimekuja kuangalia kwa maendeleo haya. Huu mpunga ni wako na wenyewe? Huu ni wa kwangu. Unalima sasa hivi? Mimi siingi shambani ila nawekeza tu pesa kidogo watu waingie majarubani. Si ningeshangaa wakati tunatupambana majarubani nilikuwa napita hapa sikuoni. Walikuwemo watu. Naona watu wengine shangaa na ukuta wewe hapa. Basi hao watu niliwalipa. Wakawa wameingia. Mimi nilichokifanya mimi labda ni kuwagea tu hela, wanashughulika, wanaingia majarubani, wanapanda. Ndugu yangu umetajirika. Kwa nini? Hizi si kama maika mawili kabisa haya. Nataka tu nitape mtache sasa hivi nihamie mjini kabisa. Ngaja kufanya shughuli zangu za muziki. Imependeza sana kwa hiyo. Bwana najua kweli. Mimi. Sema tu hapa siji imekuwa leo nikasahau gita. Na mimi kidogo nikuulize vipi kuhusu leo maana sijawahi kukuona umelala. Wewe inaonekana umeanza kupunguza kabisa mapenzi. Hapana. Nilikuwa tunakaishi naenda kuangalia kule mbele. Ameibiwa mpunga. Watu wanavuna. Kwa hiyo tena kuna wizi huko. Sasa mume wangu umeshaambiwa kuna wizi. Utafanya nini? Sasa kwa nini unaweza kuvuna mpunga ukiwa kwenye hali hii? Okay sawa. Labda kwa sasa hivi tuuache angalau tuuvutie wiki 2 wiki 3 alafu tutashughulika juu ya hilo. Vipi naweza nikapata vijana kwa ajili ya kuvuna, yani kukata? Kuvuna mimi mwenyewe naweza nikafanya hiyo kazi. Wewe hapo? Fanya kazi yoyote. Peke yako? Na familia. Na mke na mimi anaweza akaja wewe umeoa? Ndugu yangu acha tu. Nilikuwa na yule nani uniacheka na yule nani? Sofi yule. Sofi? Sofia tuliachana naye hadi nikimbia. Sofia mliachana? Haya. Yaani vile mlivyokuwa mnapendana? Yaani wewe ndugu yangu acha tu. Hivi kumbe hata mapenzi kuna muda yanafubaa. Ndugu yangu acha tu. Jinsi hivyo tunapendana tunapepishana mimi na yeye. Nakumbuka. Lakini mwisho wa siku amekuja kunikimbia. Pole sana kijana. Shukrani ndugu yangu. Pole. Shukrani sana. Ila siku hizi unacheka kimjini. Tena. Swaga hizi ni swaga tu jamaa. Shem. Bali. Salama. Kia Mungu. Jangu na mwanamke anaongea Kiingereza. Kawaida tunajua kama mjini. Basi umesikia? Mimi ngoja nipite hivi. Kidogo nije niwapitie hapo tena nyumbani ukamwona hata shemeji. Na ndio maana nilikuwa nataka nizungumze ile kwa kume umeniwahi. Ndio. Sina budi na mimi niseme kwamba leo ninakuwa mgeni wako kwa sababu nimeshamaliza kukagua mpunga wangu. Wewe kimbia unakoenda. Ukirudi mimi nadhani utanikuta anga hizi tunadoea hapa naangalia wingi wa maji kwenye mpunga alafu tunatimba tukamuone shemu. Basi hamna shida ndugu yangu. Itakuwa sio vyema kama mtoke huko amsifike nyumbani. Tena ndio vizuri kama ukija kabisa kia Mungu nyumbani.
Huko bado tupo hapa kijijini na huu muda mimi nadhani tumeshaangalia vya kutosha, tumelizika. Sidhani kama nina muda wa kuendelea kukaa hapa, maana time inazidi kusonga, inabidi tutoke hapa tukamuone kama tunaweza tukaonana naye. Ya, tujue sisi tunafanya nini. Sawa. Mimi sina shida. Kama mko hapa nikimbie kidogo kwa mzee hapo nirudi. Twende wote. Tuache hapa na hili jua. Sisi nitakuta tu ndugu yangu. Sawa. Mimi mnikumbuka. Na wapitia lakini sasa hivi hapo tunaenda. Sawa. Sasa hivi. Huyo mtu huyu alivyoanza kuongea nimejikuta na changamka. Au sio? Haya. Baadaye tutaenda kule kupigia gitaa usikie. Maana nimekwambia hapa ni mtaalamu wa gitaa. Da, unajua hajaendelea kwa sababu mazingira ya huku hauwezi kupata maendeleo kwa haraka. Okay, tuondoke. Nitamshawishi nimchukue siku moja angalau nimpeleke nimuombee nafasi ya kuperform hata kwenye ile lodge na nini ile pub mpya ile iliyofungua pale. Lakini Mama Zakia ataenda akapige pale. Sawa. Karibu sana ndugu zangu. Mbali ndio hapa. John. Niambie. Salama tu. Kama tulia. Karibu sana. Salama mambo. Kwema shemu. Kwema, karibuni jamani. Sio mambo. Asante sana. Hapa. Au yuko kaka wewe? Sasa. Wewe John. Uendeleaje lakini? Eti? Kwa ndugu yangu bwana, karibu sana. Asante sana. Huyu ndo mke wangu. Anaitwa Tatu. Anaitwa Tatu. Umesikia? Tatu. Yaani Tatu. Mambo ya namba hayo. Karibuni jamani. Asante. Mashara wengine wale hata papai. Nilikuwa nalitengeneza mume wangu. Nanya bwana. Au nikusaidie? Subiri usifanye, umeacha mwaga yote. Kwa hiyo hapa Shemela ni mjamzito. Tayari ndugu yangu kama wako tu. Na mimi. Hapo inaonekana wako atanitangulia maana ni kubwa. Huyu amekaribia huyu. Amekaribia. Masiku yameenda. Ya hatari sana. Haya mapapai ni yale ya kisasa ama? Wewe, sisi huku kijijini mambo ya kisasa. Sisi kitu chenyewe. Nilisahau. Muona kitu kama hiki? Yaani hapa nimeiva hapa. Sasa wewe ni wewe baba toka umepoteaga ndugu yangu wewe. Waga zamani sana. Kwa hiyo huku kama hilo linauzwa bei gani? Hili. Sisi tunakupa bure. Hatuuzi vitu. Yauzwa? Sisi hatuuzi. Sisi hatuuzaki, yani ili tunakuangulia tu. Kama unaweza kupanda mwenyewe unapanda. Tena ngoja nichukue mfuko nikakuangulia kabisa mengi hivi. Mangu subiri basi. Sura kumenyea hapa. Nilionja kidogo. Sawa kabisa. Hata na mbaya hapo. Hapo nichukue mfuko hapa na tunakuja. Shemu ungesubiri kwanza. Kuna sisi huku tuna majaruba yetu tumechukua hapo chini. Shemu. Tulikuwa tumekuja kuangalia mpunga vipi mmelima nyinyi? Tumelima, mwenyewe ninalima hivi sinioni. Wewe hapo. Na hii hali? Mwambie kupumzishe. Mbona ninalima? Ukijua ukifanya mazoezi hata kujifungua wahangaiki. Namleta nimkatie hapo. Angoja nimtengenezee. Au tamnani sana. Tunapendana. Mbona arudi? Najua shemeji. Baba kaenda kuangua na nini hizo papai. Matamu. Unavyopenda kula. Ng'ata. Umeng'ata. Utaniwe. Nilisi utanisahau ningenini? Naanzaje kukusahau? Wa mjini bana na nyinyi. Huyu hapa ndo wa mjini, mimi ni hapa kijijini. Wewe hapa hapa? Hapa nimezaliwa hapa. Mimi kwa sikuoni. Ni vile tu nilitoka. Labda wewe ni mhamiaji?
Mimi ni hapa. Basi labda tunajua kijiji ni kikubwa hivi. Sasa. Hapa tayari nimeshaandaa mzigo wenu. Uweza. Umeandaa? Kila kitu tayari. Ni matamu sasa. Kuleni. Mimi mengine. Mambo nauli. Mwache. Mimi nitakula. Usimsumbue, angalia hali yake. Haya mengine tutajitengeneza sisi wenyewe. Sisi tushatosha kama tumekula hili na mengine mmetuandalia. Ndio. Tafika tujiandalie nyumbani. Basi hamna shida. Ndugu wewe mama. Mambo nauli. Nitakula tu baadaye. Anakulisha hapa. Nimeliona. Kula basi na wewe. Toto wewe, baada useme sijui hapa. Wamesingizia hawa. Bwana, kuhusu lile swala ambalo nilikwambia kule madarubani, sio kama ni masiala. Mimi nahisi nitafanya mchakato nitakaporudi town hivi. Mara moja ndio nakuja na kuchukua, tunaenda kule unapiga gita lako hata kwenye matamasha. Ndio. Upate kufahamika ili gita lianze kukuingizia kipato. Hapo ndugu yangu kweli nitakushukuru sana. Yaani nitakushukuru. Na kuhusu ile swala la mpunga, mama, na wewe umekuja ndani. Huyu mtoto nilikwambia na baraka. Kule kuna heka hizo? Wapi? Kuzivuna. Sio kama jarubani. Kwa hiyo ndo nakuzivuna. Nazivuna mimi, si ndio huyo rafiki yangu ananipa deals hapa mchongo. Kwa hiyo mimi naona nianze nikuachia advance. Acha basi. Ndugu yangu acha basi usije acha bana. Tamani. Atatumia shilingi ngapi? Mimi sitakiwi nimuulize ni shilingi ngapi. Acheni basi. Mimi nitampa hela kulingana na kazi atakayoifanya. Mambo kuna heshima, kaa chini mke wangu. Sema asante bana. Asante. Shukrani sana. Unisikie? Sasa hii ni kusimama kabisa hii ndugu yangu. Mabawa. Sasa ndugu yangu aisee nikuwa na kupinga genzizo. Unaenda mjini kufanyaje? Aya. Wa balance leo kuja nayo mimi nadhani itakutosha sana. Fikia tu mke wangu, hamna hata usihesabu. Usihesabu. Weka hapa. Bwana Temba. Usihesabu, weka hapa. Bwana hapo. Bwana tayari. Ndio. Tuketi sasa tuzungumze. Asante sema jamani. Ndugu yangu. Shukrani sana ndugu yangu. Yaani asante sana. Usipige magoti bwana. Mimi rafiki yako bwana, ni yule sijabadilika bwana. Tunapewa kuvuna mpunga tupewe sasa hivyo ndugu yangu. Huko. Wewe ni rafiki yangu, alafu pia kuhusu hali ya shemu hapo unaiona. Ndio wote anaweza kuhitaji kwenda hospitali kwa ajili ya kujifungua. Kuna maandalizi ambayo unatakiwa uyafanye wewe kama baba. Ndio. Kuna kumpokea mtoto. Lazima kuwe na nguo za kumvika, mapokezi. Ndio kabisa. Vyakula vya kurutubisha hali ya mama. Umejipanga kwa hilo? Sisi tunajipanga kawazi. Lolote itakalokuja. Na sasa umo. Kwa hiyo mimi nimekupatia ni pamoja na ile kazi, ila pia nadhani kwa ajili ya maandalizi pia ya mkeo. Kweli mke wangu. Umeweka hapo. Hapa. Hamna shida. Yaani hiyo ndugu yangu asante. Asanteni sana. Ngoja sisi tuwakimbie. Ndio mnaenda. Ndipo kimbie, kwa sababu pia kule kuna majukumu ambayo natakiwa tukayakamilishe. Kwa hiyo leo unarudi mjini au bado upo? Leo natakiwa nirudi mjini. Leo? Ndio. Simpumzike tu mtaondoka kesho. Mgali. Waleni. Unajua hatujaacha maandalizi salama pale nyumbani. Tumetoka tu kwa sababu ya siku moja ila imetokea ni kama bahati nzuri si njema tumeonana na jamaa. Yaani ndugu yangu aisee. Kweli wanasemaga milima ikutani ila binadamu. Na leo zimesomana. Sasa mna shida ndugu yangu bana. Twende kapitieni mapapaji bana. Sawa. Ila utakapokuna kuja huko mjini bwana. Wakeni kidogo tunakuachia naona. Changamka hadi niendelee kabisa hivi. Mume wangu. Ndio naona ile alimenya. Ndio. Twende kapitia mapapaji jamani. Sawa. Unakwenda wapi sasa hivi? Twende tu. Sofia, utakuja umie. Jamani, hivi mambo gani haya lakini? Sofia, hebu fika mahali basi tu. Si kila kitu nitumie nguvu. Nimeshakueleza kila kitu, shida ni nini? Si tumeelewana? Sasa wewe rudi kwa mume wako, nitakapokaa sawa, mimi nitakufuata. Mume wangu wa wapi na mume wangu ni wewe? Wewe mwenyewe unaelewa kabisa ile situation niliyoacha kule kijijini. Alafu unaniambia leo nirudi kule. Naanzeje sasa kurudi kule? Sasa unataka nikupeleke wapi? Nimeshakueleza, humu ndani nitakipo nitoke mimi. Kodi imeshaisha. Sasa unataka kufanya nini? Ubaki peke yako hapo. Alafu unakwaje? Utalipa kodi?
lakini mbona mimi niko tayari kwenda na wewe sehemu yoyote utakapolala mimi nitakuwepo. Naomba unielewe. Ninapoenda mimi nitakuwa nikaishi mimi kama mimi. Nikishakuwa sawa, mimi nitakufuata. Ndio maana nakwambia wewe kae na mume wako. Hawezi kukufukuza, yule ni mmeo. Mimi hauna huruma lakini wewe hivi kwa hii hali. Tuondoke baba. Msa? Wow. Msa. Nimefurahi sana kukuona. Nimefurahi pia. Kweli? Karibu ndani. Habari dada. Salama. Za hapa. Samahani. Nilikuwa namuulizia Temba. Temba wa Thama. Amehamia mbali? Wathamira wa Satamu. Ni mbali kutoka hapa? Hii hetwete kureno. Sawa. Unaweza kunipeleka nikapajue? Chakado konsankariho. Sawa dada, nashukuru. Sawa. Bye. Toleho iloro. Sawa dada, nashukuru. Bye. Uliniambia utanishala we. Wewe. Kuna matukio. Aikumbuka hiyo. Unaikumbuka mo? Vizuri. Shemeji unaanza kuniasi na kilugha chetu cha Kiswahili. Shemeji ni same na. Bwana asante sana kwa kunichinjia kuku. Ndugu yangu usijali. Shemeji hapa mambo ya kuku hapa. Kama chai. Ila bwana shemeji wewe siku hizi unanichanganya sana. Hapo siku hizi umenizoea mpaka na mimi nacheka. Tunajua tena sasa ushakuwa mwana. Sasa hivi wewe tena kupigana, uweze kupika. Ina maana zamani kwa maana Hamisi, si ndio shemeji? Zamani wewe ulinitika wewe. Shemeji. Sema siku hizi hata kudogoma uongo. Sema shemeji bwana. Nikuombe radhi. Ndio. Bwana hapa maisha ya nyuma nyuma sio vurugu zilikuwa kibao. Uchungu wa dedo unajua? Kweli kabisa hata mimi naujua. Naujua.